principal secretaries, chief executive officers na pia kwa magavana wabadilishe wale watu ambao wanasimamia idara mbalimbali, wale ambao wanasimamia rasilimali, na asikize vizuri wa Kenya vile wanasema. Tuwe na mabadiliko katika nchi yetu, tuwe na usimamizi nzuri ya rasilimali, vijana wapate kazi, na zile pesa ambazo zimepatikana kutokana na ushuru situmike kusaidia Wakenya wapate. Asante sana. Asante sana. Huyo ni wakili Kipkoech Ngetich akiweza kutoa maoni yake kuhusu maandamano ambayo yamekuwa yakipangwa, lakini kwa siku ya leo hatujaweza kuona vijana wakijitokeza hapa jijini Nakuru. Ni taswira ambayo tutazidi kueleza watazamaji wa KTN News katika habari zetu za hapo baadaye. Kwako Hadia. Na asante Ken Gashuhi akitupatia taswira ya jiji la Nakuru. Lakini vile vile tunaona pale katika jiji la Nairobi, katikati mwa jiji la Nairobi, hususan kwenye barabara ya Moi Avenue pale karibu na jumba la Archives, kumeonekana kuwepo na vijana wakiwa wameanza kukongamana. Sasa hivi tunaona pia moshi unaanikiza pale katika mji wa Nairobi ama jiji la Nairobi, kukiona usalama unadumishwa, vitoza machozi vikiwa vimeanza kurushwa, na tukiona vile vile watu wakiwa wana hali ya mshike. Tunaendelea kuifuatilia taarifa hiyo, ambapo awali tukiongea na Vera Mora ambaye alikuwa kwenye jiji la Nairobi vile vile maeneo ya River Road, hakukuwa na hali yoyote ya mshike au kuonyesha kwamba kutakuwa na vijana wanaokuja pamoja kuanza maandamano. Lakini sasa hivi naona taswira kidogo imebadilika bila shaka, tukiangazia katikati mwa jiji la Nairobi ambapo naona maafisa usalama wanashika doria na moshi unaonekana kuanikiza kwenye maeneo hayo ya jiji, na ni hali ambayo huenda ikabadilika kila uchao kwa sababu awali hakukuwa na hali kama hiyo. Kumbuka ni maandamano ambayo yalikuwa tayari yametangazwa na vijana wa rika la Gen Z, wakiwa wametangaza mtandaoni kwamba watakuwa wanakongamana maeneo tofauti ya nchi kuweza kuandamana, kuendelea kushinikiza serikali kuangazia baadhi ya masuala, ikiwemo masuala ya ufisadi na kupiga msasa lile deni la kitaifa na kupunguzwa kwa mishahara ya wabunge, ikiwemo vile vile maslahi ya wale madaktari wanagenzi na hata kuajiriwa kwa wale walimu wa mfumo wa JSS, yani sekondari ya msingi. Pia vijana hawa wameonekana kushinikiza serikali kushukisha gharama ya maisha na pia kuondoa ufisadi tu kwa jumla katika afisi za serikali. Hatua ambazo zimeonekana kutoka kwa upande wa serikali ni hatua ya Rais William Ruto kulifuta kazi ama kulifutilia mbali baraza lake la mawaziri, akisalia tu yule naibu wa rais Rigathi Gachagua na waziri mwandamizi Musalia Mudavadi ambaye pia anashikilia afisi ya waziri wa masuala ya kigeni. Pia kuna yale masuala ya vile vile mambo ama bima ya SHIF na kurejeshwa kwa bima ya NHIF, na tuliona mwishoni mwa juma jana pia mahakama ikifutilia mbali vile vile bima hiyo na kusema kwamba imekwenda kinyume cha sheria. Tunafuatilia taarifa hizo mtazamaji, tutakuwa tunakujuza ni yapi ambayo yanaendelea kujiri katika jiji la Nairobi na maeneo mengine kuhusiana na maandamano hayo ambayo yalikuwa yametangazwa kufanyika hii leo. Lakini kama nilivyokueleza na kama ulivyoona, katikati mwa jiji la Nairobi, barabara hususan ya Moi Avenue ndio baadhi ya maeneo ambayo tayari moshi umeanikiza. Jeff Mogire naarifiwa kwamba yuko maeneo ya Kangemi. Sijui kama ananipata vyema. Atuchoree taswira ya mahala alipo na jinsi mambo yalivyo huko. Je, mambo yapo sambamba na kulivyo jijini Nairobi ama huko hali ipoje, Jeff? Hadi shukran sana, na tumekuwa tukizunguka jiji la Nairobi nje na ndani, manake mapema tulianzia eneo la Nyayo tulipotarajia sana kuona wanajeshi wa idara ya ulinzi, lakini majeshi ya ulinzi hayakuwepo. Hali ilikuwa tulivu, tukaingia katikati mwa jiji, hali ilikuwa tulivu hadi sasa hivi ilivyoharibika. Tumeondoka, tumeingia barabara ya Waiyaki, tumekwenda hadi pale Udhiru. Tumeona idadi ya maafisa wa polisi ni ya juu mno. Maafisa wengi wa polisi wameshika doria pale wakisubiri kuwazuia vijana kuingia katika eneo la Kangemi kisha baadaye kuingia mjini. Hapa tulipo ni Kangemi na barabara ya Waiyaki hii inashuhudia magari mengi mara nyingi sana, lakini leo magari ni machache sana, na ukiangalia kuna utulivu kwa sasa. Utulivu wa aina yake, manake bado magari yanapita, vijana wamesimama upande mwingine na barabara ni safi kwa sasa. Lakini wiki mbili zilizopita tulishuhudia sana makabiliano makali ya kati ya polisi na waandamanaji katika barabara hii, ikifungwa, vitoa machozi vikitupwa hapa, na vile vile vijana wakirushia polisi mawe na kukabiliana nao vile vile.
na magari ya kumwaga maji na kuwasukuma vijana mbali na kupata nafasi ya kuingia katikati mwa jiji. Lakini hii leo wakati kama huu hatujashuhudia lolote, hali ni tulivu, lakini kunaonekana kwamba huenda kutakuwa na vijana watakajitokeza baadaye. Mwananchi, kuna vijana ambao tumeacha upande wa juu ambao wanatokezea kisha baadaye wanarejea. Ni wengi, ni idadi yao inaendelea kuwa kubwa kadri muda unavyosonga. Kwa sasa hadi ni kwamba hali tulivu, lakini tuko hapa kwa ajili ya kuangalia kunaendaje, na mwisho wa siku tuhakikisha kwamba tunakupatia taarifa kwa kina kitakachokuwa kinajiri hapa. Lakini kwa sasa watu wanaendelea biashara zao. Baadhi ya duka zimefunguliwa. Soko lile la Kangemi pale limefunguliwa, kina mama wako sokoni wanafanya biashara zao kama kawaida, ila idadi ya magari na idadi ya watu ni chache na ni finyu mno ikilinganishwa na siku ya jana. Huyo ni Jeff Mogire, mtazamaji, ambaye alikuwa anatuchorea taswira ya eneo la Kangemi hapa Nairobi, akisema kwamba eneo la Kangemi hali ipo shwari na shughuli zinaendelea kama kawaida, na tunaendelea kufuatilia taarifa hiyo. Awali nilikuwa nimepata picha za katikati mwa jiji la Nairobi ambapo mambo yalikuwa yanaonekana kidogo kuchemka, na tukiona moshi ukianikiza, watu wakiwa na hali ya mshike. Maafisa usalama wanaendelea kudumisha usalama katikati mwa jiji la Nairobi. Kwenye jiji la Nakuru hali ipo shwari, shughuli zinaendelea kama kawaida na mambo yapo hivyo. Sasa hivi tukifuatilia maandamano hayo ambayo yalikuwa yametarajiwa kutokea hii leo kwenye maeneo tofauti kutokana na yale masuala ambayo kizazi cha Gen Z wanaendelea kushinikiza serikali kuyashughulikia. Tutakuwa tunaendelea kufuatilia taarifa, lakini kwa sasa naingia pumziko fupi. Nitakuwa narejea kwenye sehemu ya pili ya jarida kwa mazungumzo na taarifa zaidi kuhusiana na yanayojiri kote nchini. Usiende mbali.